Haleluya kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naomba niseme hivi: kwa mambo haya sita Yesu amewazidi mitume wote na kila kiumbe chini ya mbingu. Mambo haya yanamtenga Yesu na mitume wote na kila kiumbe, na yanamfanya Yesu kuwa wa pekee. Mambo haya sita. Jambo la kwanza, yeye alikuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 inasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na uzima tele. Hakuna mtume, hakuna nabii yeyote ambaye anaweza akasema nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ni Yesu peke yake. Jambo la pili, yeye alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Luka sura ya 1 mstari wa 34 mpaka wa 35, maandiko yanasema malaika alimwambia Mariamu, usiogope, utazaa mtoto. Mariamu akajitetea, nitawezaje na mimi ni bikira? Akaambiwa mtoto utakayemzaa atazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni Yesu peke yake aliyezaliwa bila mbegu ya kiume. Ni Yesu peke yake aliyezaliwa bila mbegu ya kiume. Kwa sababu hiyo amepita mitume wote na manabii wote. Ni makosa na ni dhambi kubwa kumlinganisha Yesu na mitume na manabii wengine. Namba 3, yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Mathayo 1:21. Yesu si kwamba tu alikuja duniani, si kwamba tu alikuwa mtume, alikuwa nabii mkuu, yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Malaika anasema huyu ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Ukisoma katika Wafilipi sura ya 4, Biblia inasema Mungu alimtukuza mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina lake kila goti lipigwe, la vitu vya duniani na vya mbinguni. Hakuna mtu yeyote wala mtume yeyote wala nabii ambaye Biblia imesema kila goti lipigwe mbele yake. Hapana, ni Yesu peke yake. Kwa hiyo Yesu amewazidi mitume wote na manabii. Namba 4, yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yohana 14 mstari wa 6. Maandiko yanasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Hakuna mtume yeyote